Let my son come and honor the father. Welcome. Can you clap for very well for our governor? Stand, because he is also the father of the county. And therefore today we have the county father and we have a spiritual father. There is no greater day than this. Son, speak and honor. Thank you, Mama. Tuketi tafadhali. Roho chafu ambao lazima tuiombe. Na nitaomba kwa sababu kuna watu wa Mungu hapa ambao wako na uwezo mkubwa katika kiroho. Roho chafu ambayo iko katika Kisii County. Mimi ningeomba kwamba utakapoomba, Baba, utakapoomba uiombee kwamba roho chafu ipate kuondoka. I wish tungekuwa katika mikutano yote ya kisiasa, ya kikanisa, ikuwe vile ilivyo sasa hivi. Kwa sababu tumepewa kazi moja peke yake, kutumikia watu wetu ambao wengi, Mama, afadhali wewe ni pastor, umekuwa mama wa pili wa taifa. Kuna watu wengi hapa nje maskini wa uchochole ambao hata chakula hawezi weka kwa meza. Ingekuwaje kanisa ikuwe ni mibaraka kamili kwa watu wetu? Nimeuliza Bishop na ni mama amesema pale ndani tukiwa pale, wakati alikuwa mdogo, unajua ni mtu mrefu. Unajua wengine tulikuwa tunadhania sisi ndio warefu, lakini nimeona Bishop mrefu, handsome, mtu ako na sura nzuri. Unajua wengine hapa sisi. Mimi nataka niseme kwamba nashukuru, nakaribisha nyinyi na maombi haya yaweze kutusaidia. Bishops, nitaomba kwamba siku moja mje. Na mimi nimepanga kama ni tenti kama hizi 5 10 tuweke pamoja, tufanye maombi maalum ya Kisii County na nchi yetu. Mimi nimegundua, Bishop, anda utanikubalia mama, shida kubwa ya nchi yetu ama duniani ni wanasiasa kama sisi. Sio mwananchi wa kawaida, hapana. Sisi kama viongozi ndio shida kubwa. Na naomba tafadhali the clergy ambao mko hapa, mtukumbuke katika mama, unapopiga magoti chini. Bishop ameniambia unapoamka piga magoti chini, omba wakati ukiwa pale. Tafadhali mtakapopiga magoti chini tuombee. Kiswahili inasema kwamba asidi ana sababu. Asidi ni mtu ako na roho chafu tu. Eti kwa sababu ni bibi ya Deputy President anamchukia tu bila sababu. Hiyo tu ndimemfanya kuharibika roho. Eti amefika miaka 90 anachukia mzee kwa sababu ana lolote, ni kwa sababu amefika miaka 90. Maasidi kawaida wana sababu. Tuiombee nchi yetu. Na county yangu naomba kwamba tafadhali tunapoenda mbele. Mama, wacha niseme hili liwe la mwisho. Mimi nimeona ufisadi ambao uko uji unatembea mbele yangu na uogopi, uko na panga na mkuki, unataka kuua, hata huko na bunduki. Ufisadi nimekuja kugundua ni kitu kibaya, na sisi kama viongozi ndio tumeentertain. Nyinyi, wewe kama mama na viongozi mko hapa katika kidini, lazima tuiombee county yetu na vile vile katika nchi yetu. Hilo ndio litasaidia katika nchi hii. Na nataka niseme hakuna malaika. Baba umefika miaka 90. Katika miaka 90 hii hujaona malaika. Sembuse mimi niseme kwamba nitamuona malaika kesho, itawezekana? Lazima tuwe malaika sisi wenyewe wa wakati wetu. Amapi Bishop kijana amesema kwamba amesoma vitabu, ako na vitabu 1000.
3,000. Najua kusoma ndio kuelewa na akili haizi. Na mmesikia his speech ama his sermon is strong. God bless you, kwa sababu wakati mwingine yale umesema juu ya bishop hapa yanasema katika eulogy. Si ndio? Lakini leo imesemekana hapa akiwa hai ayasikie. This is it. Let us celebrate when we are alive. Yes. Hiyo ndio maombi yangu tafadhali. Na tunasherehekea maisha mengi ambao nami nasema kabla Mungu hajafa na kabla wajaniua wale wanataka kwamba lazima watafanya mauaji, mimi nitaishi katika miaka wangu wa 100 kama Yesu hajarudi. Nami nataka kwamba siku hiyo hiyo baraka ya Mungu inipate. Nashukuru. Wacha tuombe. Tusimame tuombe. Tuombe. Baba aliye mbinguni, tuacha miguuni pako. Angalia Mungu, watoto wako wako mbele yako. Mtoto wako ambaye ametuleta hapa, ambaye ni Bishop Mamboleo, kwa sababu ya kusherehekea kwa miaka nyingi ambayo ameishi. Bwana amefanya haya yafanikishwe kupitia kwa mama wa pili wa taifa. Tunaomba Mungu, wote ambao tuko hapa, tupe imani ambayo tutaweza kuona msalabani. Damu ambayo ulimwaga msalabani Bwana ipate tuokoa. Angalia hata katikati mwetu kuna wale ambao hawajaamini katika mkono wako. Tunaomba Mungu upate kuwaguza, ambao wako na roho chafu ishindwe katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tunachecha mikononi mwako. Kaunti yangu hii, unajua yale matatizo ambayo tunapitia, mengi ya uongo na vitina. Naomba Bwana upate kutufukisha mbele ya bahari. Kwa damu ya Yesu Kristo tunaomba kwamba tupate kushinda vita. Tunaomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo aliye mwombezi wetu. Amen. Asante na Mungu awabariki. Asante mama.